Hatua 6 kutambua sauti ya Roho Mtakatifu. Unaweza kuwa unashindwa kutofautisha kati ya sauti ya Mungu, sauti ya shetani na sauti za watu. Kwa leo naenda kukuelekeza hatua 6 kutambua sauti ya Roho Mtakatifu. Kuelewa na kutambua sauti ya Roho Mtakatifu ni muhimu sana kwa waamini katika maisha yao ya kila siku. Sauti hii inaweza kuwasaidia kufanya maamuzi sahihi, kuelewa mapenzi ya Mungu na kuishi maisha yenye maana. Sauti hii inaweza kuwasaidia kufanya maamuzi sahihi, kuelewa mapenzi ya Mungu na kuishi maisha yenye maana. Karibu sana mtumishi wa Mungu, uko nami mtumishi wa Mungu pia Preacher Timothy Raphael Kuleguje. Kama ni mgeni kabisa kwenye channel ya Jehovah Media TV Online, bonyeza kitu chekundu yani subscribe, kisha alama ya kengele kupata taarifa napokuwa nimefundisha tena somo jingine, namna kukulia wokovu na kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Tunaendelea kujifunza hatua 6 kusikia au kutambua sauti ya Roho Mtakatifu. Cha kwanza kabisa, jenga mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu. Jenga mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu. Ili kutambua sauti ya Roho Mtakatifu, mtu anahitaji kujenga mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu. Hii inamaanisha kuwa na mawasiliano ya mara kwa mara kupitia sala, kusoma maandiko na kushiriki katika ibada. Kwa njia hii mtu anaweza kuwa karibu zaidi na Mungu, na hivyo anakuwa ni rahisi pia kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Kwa lazima cha kwanza kabisa ujenge mahusiano yako mazuri na Roho Mtakatifu. Na kitu cha pili kabisa, kuwa mtu wa maombi. Hii ni hatua kabisa ya pili kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Kwa lazima uwe mtu wa maombi. Nasema kwamba maombi ni njia kuu ambayo mtu anaweza kumkaribia Mungu na kuomba mwongozo wake. Kwa maombi ni njia kuu kabisa ya kumkaribia Mungu. Wakati ukiwa unaomba, unapaswa kuwa mnyenyekevu na kuwa wazi kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Ni muhimu sana kuomba kwa dhati na katika kutafuta majibu kutoka kwa Mungu. Kwa lazima uwe mtu wa maombi ili uweze kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Pia hatua ya 3 kuweza kusikia sauti ya Roho Mtakatifu, sikiliza kwa makini. Hii ni hatua ya 3, kusikiliza kwa makini. Unapaswa kusikiliza kwa makini katika kusikiliza hisia zako za ndani. Unapaswa kabisa kuwa makini katika kusikiliza hisia zako za ndani. Roho Mtakatifu hujidhihirisha kupitia mawazo, hisia, hata amani isiyo ya kawaida katika moyo wa mtu. Hivyo basi ni muhimu kuchukua muda na kutafakari juu ya hisia hizo ili kuelewa ujumbe wa Roho. Kwa lazima uchukue muda kutafakari juu ya hisia zako za ndani ili kuweza kung'amua na kusikiliza ujumbe wa Roho Mtakatifu. Kwa lazima utenge muda kusikiliza hisia zako za ndani. Unapokuwa katika hali ya kuomba, katika maombi yako, lazima utenge muda wa kusikiliza kitu gani ambacho Roho ananena na wewe. Wakati unapokuwa unaombea jambo fulani kwenye maombi yako, lazima upate muda wa kuruhusu masikio yako ya ndani kusikiliza kile kitu ambacho Roho Mtakatifu analeta kwenye moyo wako. Na hatua ya 4 kabisa, ili uweze kusikia sauti ya Roho Mtakatifu, tafakari maandiko. Kutafakari maandiko, hii ni hatua ya 4 muhimu kabisa. Maandiko yanaweza kukutoa au kutoa mwanga, yanaweza kutoa kwenye imani ambayo ulikuwa hauko nayo na kugeuza kwenye imani nyingine. Yale maandiko unapokuwa ukiyatafakari yanakuwa kwenye hali halisia. Maana yake maandiko yanaweza kukutoa au kutoa mwanga
kuhusu jinsi Roho Mtakatifu anavyofanya kazi katika maisha ya watu. Kwa maandiko yanaweza kutoa mwanga kuhusu jinsi Roho Mtakatifu anavyofanya kazi katika maisha ya watu. Kusoma na kutafakari juu ya maandiko kunaweza kusaidia kuelewa jinsi Mungu anavyosema na mtu kupitia neno lake. Kwa maandiko yanasaidia na kutafakari maandiko. Sio tu kusikia au kusoma tu maandiko, lazima usome maandiko na kuyatafakari. Unapokuwa ukisoma maandiko, tafakari, hicho kitu kinakusaidia sasa wewe kuweza kusikia au kupata namna neno la Mungu linavyokuwa linanena na wewe ndani ya moyo wako. Hatua ya 5 muhimu pia ili uweze kusikia sauti ya Roho Mtakatifu ni kufanyaje? Ni kutenda kulingana na ujumbe. Watu wengi wamekuwa hawatendi kulingana na ujumbe. Naposema kutenda kulingana na ujumbe inamaanisha nini? Ni muhimu kutenda kulingana na kile ambacho Roho Mtakatifu anakwambia. Wakati unapokuwa unasikia kuongozwa kufanya jambo fulani, kama vile kusaidia wengine au kuepuka hatari, ni lazima utende hivyo bila kuchelewa ili kudhihirisha utii wako kwa Mungu. Kwa lazima utende kulingana na ujumbe ambao Roho Mtakatifu anakuagiza uweze kufanyia kazi. Kwa jifunze kutenda kulingana na ujumbe ambao Roho Mtakatifu anakusihi ufanye kazi kwa muda huo. Kwa utende kulingana na ujumbe. Unapotenda kulingana na ujumbe ni udhihirisho kwamba umetii sauti ya Mungu. Pia umemsikiliza kile kitu ambacho Roho Mtakatifu ameagizwa aweze kuleta kwako. Na hatua ya 6 na ya mwisho, kusikia sauti ya Roho Mtakatifu, jifunze kutofautisha sauti. Kitu ambacho kimekuwa kikichanganya Wakristo wengi, wanashindwa namna gani watofautishe sauti. Inakuwa ni ngumu kwao kutofautisha sauti ya Mungu, sauti ya watu, ama sauti ya shetani. Kwa inakuwa ni ngumu sana. Kwa lazima ujifunze namna gani sasa uweze kutofautisha sauti, kwamba hii ni sauti ya Mungu, hii ni sauti ya shetani, hii ni sauti ya mtu. Hii inaweza kufanywa kwa kujifunza neno la Mungu. Hii inafanywa kujifunza neno la Mungu, sio tu kujifunza neno la Mungu vizuri ili kuelewa ukweli ambao unapingana na uongo, na kujua kwamba haya ni mawazo ya shetani na haya sio mawazo ya shetani. Kwa lazima uweze kusoma neno la Mungu na kulielewa. Ukisha kuelewa neno la Mungu na kuona kwamba katika neno la Mungu hili kwamba Mungu alikuwa amekusudia jambo fulani, kwa hapo unaweza kutofautisha sauti kwamba hii ni ya Mungu au hii sio sauti ya Mungu. Kwa watu wamekuwa kitikia kila sauti ya Mungu inakuja ndani ya mioyo yao, ndani ya dhamiri zao, kijua kwamba ni sauti ya Mungu, wakati mwingine inakuwa ni sauti ya shetani. Kwa naamini ya kwamba hatua hizi 6 zitakusaidia wewe kuimarisha uhusiano wako na Mungu, na pia kupatia shauku ya kutafuta kuelewa zaidi mapenzi ya Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki sana, awe pamoja nawe. Mungu akubariki sana, nikutakie siku njema na mafanikio mema. Karibu tena kipindi kinachofuata ndani ya Jehova Media TV Online. Amen.